vipi rada hapa na karibu tena kwenye podcast yetu ya Behind the Style. Na it's been a while kidogo, lakini tumekuja na vitu vizito, tumekuja na watu wazito, wazuri, wenye very good intellectual part. Na leo hapa niko na binti. Huyu ni binti mchanga, lakini ana bold moves, ana bold stories. Tukasema, you know what, we would like people to hear about you at our soft space. Karibu sana binti mrembo mlimbwende Dariana Theodore. Hi. Hi girl. How are you? I'm fine. How are you? Good. Look pretty. I love your natural beauty. Thank you. Kwa sababu unajua watu wengi wanakuona ukiwa kwenye as a beauty pageant. Oopsie, did I say she's a beauty pageant? Yes, she is a beauty pageant. Watu wengi wanakuona tayari uko dolled up, but this is the raw beauty over here. Clock it. Clock it. Thank you so much. Na Gen Z hapa, mambo ya clock it. Karibu sana. Asante. Mambo vipi? Poa. How is school? School is fine. School is tough, but it's fine. Yeah? Yes. How old are you by then? I'm 20. You're 20. Mimi when I was 20, niko from 6 sijui, something like that. Simbuki vizuri. But wewe sasa, in your 20s, unafanya mambo mazito, mambo makubwa, ambayo sisi madada zako wakati tuna miaka 20, tulikuwa hatufikiri kufanya vitu tunavyofikiria. Kwanza kabisa, me I know about you, but wale wasiokujua, who are you? Okay, kwa majina naitwa Dariana Theodore. I am, as I said, I'm 20 years old. Currently niko mwaka wa pili chuo cha IFM, pursuing a bachelor's degree in actuarial science. Oh, actuarial science. Yes. Kozi kubwa. What do you do actually? Ukishamaliza kusoma hiyo kozi, what the course is about? Na ukimaliza unakuwa nani yani? Oh, okay. So actuarial science is more of, first it's a math-based course. Ina deal na risk analysis, risk assessment through statistics, probability. Through statistics and probability. So after that unaweza ukafanya kazi kwenye field mbalimbali. So unaweza ukaenda insurance company. Okay. There lazima kutakuwa kuna risk kwenye insurance company, right? Kwenye benki, kwenye you can be a consultant. Unaweza kuwa statistician. So it's really a broad course. Yes. And how did you end up in that course? Ni kitu ambacho from A level ulikuwa unasomea vitu kama hivyo, ama ilikuwaje mpaka ukaingia kwenye course? Well, I have a math foundation. Okay. I've been studying math tangia nursery. I've been playing with numbers. Yes. Okay. So nilivyofika O level, obviously I took science. Sikuchukua business or arts, I took science. Then A level nikachukua PCM. Yes. Physics, chemistry and mathematics. Chemistry and math. Okay. Then after that, sasa matokeo yalivyotoka, then now I looked back and I was like, okay, I did do PCM, physics, chemistry and math, but I was more into math than the rest of the subjects. Kwa nikasema kwa nini niende chuo, nichukue kitu ambacho I'm not comfortable taking or comfortable pursuing. So you were not into physics and the chemistry part? Not kama the way I was into math. Yes, I was into math more. So I decided. So kwenye O level kombe iko balance, ama how did you end up with PCM? O level, PCM. I really balance. It's not like I failed. Yeah. I don't know. Okay. So it's a matter of what I like. Like unaweza ndio ukawa vizuri kwenye a certain subject, lakini you can't picture yourself doing something of that. So So instead of PCM, ungependa labda ingekuwa kama nini? Ingekuwa PGM. Matter of fact, I wish kungekuwa kuna combination ya math, geography and language, because I do love language. So now unfortunately hamna course kwenye nchi yetu. No, hamna PGE. No, hamna PGE. In our NECTA syllabus au hivyo hamna combination ambayo ina involve math, geography na language. I think that's Cambridge. Cambridge nice kuna kitu kama hicho, but NECTA maybe ni kitu ambacho nao watu wahusika they can consider this. Kwamba kuna watu, unajua vilivyozoeleka kielimu, wasongo wa sayansi hawapendi language.
Or at least I'm different. Yeah. So hata mimi hapa nimekuwa nimestajabishwa kidogo kwamba unapenda science lakini pia unapenda language. Yes. Ni wachache ambao wanapenda science na language at the same time. Yeah. So yeah, hiyo ikashindikana. Yeah, the PGM part it was a bit complicated hapo katikati, that's why I leaned kwenye PCM. Okay. Yeah. Okay. Ukaingia IFM. Yes, nikamaliza form 6 then nikaingia FM. Okay. Then nikachukua actual science. Yeah. Okay, so IFM pale tukatokaje kwenye being a statistician na kuingia kwenye ulimwengu wa urembo? Like how did you end up in beauty pageant? Okay, how I ended up, first things so, because again mwana mahesabu yeah. Kwenye mambo ya urembo wale watu wa PCM wapakage hata oda jamani. Wewe sio tu unapenda language and math, unapenda na urembo. Girl, tell us about it. Okay, so a big part of it was an influence from my friends. I've been receiving compliments from my friends. Darina ni mzuri, stuff like that. Then ikaja this opportunity ya kwamba Miss IFM kuna auditioning. Miss IFM auditioning. And my friends were like, Dariana, kwa nini usi audition? At first, obviously, unajua ukishakuwa unachukua masomo magumu, you're like, no, I won't have time. Yeah. Siwezi. So I told my friends, what? No. What? No, kusema Dariana, trust me, ukichukua utashinda. I'm like, no way. Kuna watu huko because of course, yani hiyo ya kwamba ukichukua masomo magumu au math, unakuwa kuna muda wa... Yeah. Well, it's kind of true. Lakini sio utakuwa rough, but then you just want to look evil. Yani, so it's like, I don't think I can actually do it. But then my friends kept pushing it for me. Wakaniambia Dariana, my friend literally paid for my form. Akaniambia wewe najua nikikuachia ulipe, hutolipa. Kwa akalipa form. So, nikaenda tu nikashanga the friends that we need. Yes, who would push you to your out of your comfort zone. Yani who would believe in you and say, you know what, girl, you got this. You got this. So she trusted in me even before I trusted in myself. Kwa akanichukulia form, then I signed it. Then I was like, so I said a big part of it was influence. Lakini in the middle of it, nikasema, you know what, let me try. Let me see what's in stock for me other than my sabu, other than numbers, other than going to class, listening to lectures every day. Yeah. So safari ya kuanza kujitambua the Dariana out of school na yule yani books. So safari ya ulimbwende ikafungua mlango mwingine. Yes. About yourself. Yes. What did you discover there? Uligundua ni kitu gani ambacho watu wengi hawakuwa wanakijua, hata wewe mwenyewe hukuwa unakijua? Yes, okay. First, I think I realized that I'm confident. Yeah. That being able to walk in front of a multitude of people, kuongea, because then utakuwa unauliza maswali pale mbele, tuulizwa maswali, you have to introduce yourself. Yeah, I didn't know I was that confident, to be honest. Kuongea, I didn't know. Another thing, I also didn't know that I have a potential, because after the Miss IFM thing, I got opportunities watu wanataka kufanya kazi na mimi as brand ambassador. Brand ambassador, exactly. So it's like, oh, so I've been hiding something. Yeah. Does it come with the title? Ukiwa Miss IFM, does it also come kwamba kuna some deals unazipata as part of the package? Au yani inakuja kama part of the package of being Miss IFM? Yani hizo kupata deals and brand ambassadors and stuff like that? I think the recognition came baada ya mimi kuwa Miss IFM. So now people want to work with Miss IFM. Yeah. You know, hii ni kitu cha kuchukua. Kwamba sometimes katika maisha unaweza ukawa umekalia potential yako wewe mwenyewe usijioni, lakini watu wanaokuzunguka wakaona kile ambacho wewe huoni. The potential ambayo ukikaa na watu, mtu anakuambia, unajua kukaa na mtu anakuambia, alafu unajua wewe una hiki na hiki, alafu you be like, kweli? Anakuambia kweli. Na inawezekana akawa ni stranger au akawa ni mtu wako wa karibu. Na ni watu wa karibu wachache sana ambao wanaweza waka recognize your value na akakuambia wale ukiwa uko hai. Na not only kukwambia, akakupush ku explore the value that you have, lakini kumbe ukawa umeikalia tu muda mrefu. So kudos to your friend. Thank you. Bado tuko na Dariana na this is Behind the Style.
Wakati wanawake ama binti ama wasichana na walimbwende wengine wanaamka asubuhi, wanaenda kuoga, wanakaa kwenye dressing table, wanafanya makeup and then wanatoka, kuna wanawake wengine ambao wanaamka, wanavaa buti, wanavaa magwanda yao na wanaingia shambani ama wanaingia mabandani. Na huyo mmoja wapo ni Daria hapa. Hebu tuambie siku yako imekaaje? Take us through your day. Okay. So I mentioned earlier mimi ni mwanafunzi. And I'm also a brand influencer. So my day, most of the time inakuwaga occupied. I'm most of the time busy. So as you should. As I should. Okay. So I'll speak of the days mostly kwa sababu vipindi vyangu sana sana ni vya mchana na usiku. So in the morning, nikishamaliza kusali kujiandaa, first thing ni kwenda bandani. Yes, asubuhi naenda bandani, nitaangalia kuku wangu, of which sasa nina kuku 400. Yes, ambao ni kuku wa mayai. Okay. Kwa mayai, exactly. So I'll go check on the chicken, nitasafisha banda, I'll make sure kila kitu kiko sawa, kama kuna waliotaga I'll collect. So kwa siku approximately 10 plus mayai. Okay. Yes. Oh, that's nice. That is nice. Na hapo unazungumzia tray. Yes. Okay. Zaidi ya tray 10 kwa siku. That's not bad. That's not bad at all. Yes, of which na unafanya hii biashara wewe peke yako ama kuna support gani nyuma yako? I have a support system, of course. Sub investments. Yes, pamoja na ndugu, my mom is also supporting. Yeah. So yeah, it's really nice. Imenisaidia. So tray moja nauza kwa 7,500. Okay. So you can imagine nikiuza tray 10. So it's really a nice business. Yeah. Na familia yako unaishi na baba na mama? Yes. Oh, that's nice. Yeah. That's nice. Na mama ni mama wa nyumbani ama na yeye anafanya kazi? Anafanya kazi. Okay. Both parents work. Okay. Yeah. So anafanya kazi lakini at the same time anapata muda wa kusaidia pia. That's nice. Yes. Shout out to our mom. Mama D. Yes, Mama D. That's nice. Changamoto ya hii biashara ya kuku. Uko na muda gani hii biashara ya kuku? So far 6 months. Okay. Yeah. Okay. Bado ni changa. Yes, bado ni changa. Yeah, but still, can you tell kuna changamoto ambazo ume-experience katika huu muda mchache ambao umeanza? Yeah, changamoto zipo. So changamoto ya kwanza personally kwangu mimi ni kwamba watu wanaidharau. So kupata funds is really a problem. Kwa sababu watu wanaona kama ni biashara yenye hasara. Like they can't invest in your business because they don't think it will work. No? Which is not true. It's really just perception. Okay, yes, ukiwa na elimu ya ujuzi wa kutosha, good technology, consistency, kufuatilia hivyo, it's really a very nice business. People should believe in other people's dreams and other people's business. Just because you don't do it, it doesn't mean kwamba it's not working. Because kwenye kila biashara ina systems yake na ina uendeshaji wake. Yes. Sasa kama you are not inside, you wouldn't really know. Kwa sababu tunakula mayai kila siku. Like tunakula mayai kwenye chips mayai, tunakula mayai kama mayai tu, tunakula mayai kwenye keki, tunakula mayai kwenye mkate, biscuits. Literally kila mtu anakula mayai. Yes. Na ujumbe kwenu, whoever ambao mlikuwa mna dharau ama mpaka sasa mnaendelea kudharau biashara ya ufugaji wa kuku wa mayai, nataka ufahamu, unakula mkate, unakula biskuti, unakula keki, unakula chips mayai, na kuna vyakula vingi sana vinatumia mayai ambayo yanatokana na mfugaji ambaye ameamua kufuga kuku wa mayai. So if someone comes like D here, I can call you D here. Yes. Like D here, anakuomba support kwenye biashara yake changa ambayo ndo kwanza ameanza. Please just support them. So kwenye hii sekta ya kilimo na ufugaji, ni changamoto gani ambayo iko nyuma ya pazia ambayo sisi ambao tuko nje ya hiyo sekta hatuijui ama hatuisikii na hatuifahamu? Na wewe kama Daria, baada ya kuingia kwenye hii biashara ya ufugaji kuku wa mayai, umeiona na umefanya nini kuivunja ama hata kuiaddress? Ili wengine tujue kwamba there is this going on. You guys don't know about this. Like since I've started this, nimegundua kuna hiki na hiki and I'm planning to do this and that. Nahisi changamoto kubwa iliyopo nyuma ya pazia. Same hiyo ya kwamba people don't trust
agriculture, especially in the modern world. Watu wanaamini agriculture ni kazi za vijijini. So uko dana unafuga kuku, and you want us to support you. Yeah, so I think that's how their minds are. Kupata funds is a problem. Like kupata funds for people to invest in the business, in the poultry business, it's a problem because of trust. Watu wanakuwa hawaamini. And how yani unategemea uwe huko kijijini huko pigwa vuki hali, sio mtoto wa FM unafuga kwa mtoto unataka ukaslay na hizi hela zetu. Yeah, which is sijui niseme ni stereotype. Yeah, of course. Yes, a stereotype. Yes, kwamba there is no problem kwa mtu yani ameamua tu kuexplore her capability ya kufanya vitu mbalimbali. Yeah. So it doesn't hurt giving a little support. Yes, hivyo. Kingine ni kwamba sekta au biashara ya ufugaji, ufugaji wote wa kuku, just generally ufugaji, inachukuliwa kama ni kazi ya washamba au watoto wa vijijini. Au kama sio watoto vijijini, wazee. So mtu nikimwambia nafanya ufugaji like no way. Yeah, I think it's a hidden very good business, a very good business that people hawajaamua tu kuwekeza ujuzi, kuwekeza hela, kuwekeza technology kwenye kuifanya. Yeah, na nadhani katika kujazilizia hapo yani sio tu wakati unanielezea kwamba inaonekana ni kazi ya watu wazima au ya wazee au ya kishamba. Nakumbuka hata sisi wakati tuko primary school tukiwa tunasoma vile vitabu ama kuunda sentensi, unasikia bibi anafuga kuku shambani. Exactly. Babu yani it's not only you my girl. It's not only you. Yani hii ni perception ya jamii kwa ujumla. Yes, kwa ujumla. Yani sio kwako tu. Wewe kwa sababu umeingia hapo ndo unaona kwamba kama wanaonekana kama I'm out of place. Lakini nadhani ifikie wakati tubadilike. Na wewe ni mfano mzuri sana to break this stereotype. Na wewe ni mfano mzuri sana 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 kwa mabinti, kwa wavulana na vijana kwa ujumla. Not to rely only kwenye education system zao, lakini kurely mostly kwenye kazi za mikono ambazo mimi niko hapa ni msomi, lakini kinachonitambulisha sasa hivi ni kazi ya mikono ya mambo ya designing and styling. Ninatumia mikono yangu. Yes. So as you watu watoe credit na wa appreciate, na unaweza kaongea na wasichana na wavulana na vijana kuhusiana na hicho unachokifanya. Yani I needed to talk to them and waambie what are they missing huku. Kwenye the actual life now. Yeah. Vijana jamani, Misa 2025 anaongea, hebu msikilizeni. Wasichana warembo, mkaka mtanasha, it doesn't matter how good you look, it doesn't matter how much knowledge you have, you're so good in math, sawa, uko vizuri kwenye elimu yako, sawa, unataka ukitoka hapo uende ukafanya kazi kwenye benki, ukafanya kazi kwenye offices, fine, and you have very good grades and you're very intelligent, sawa. But at the end of the day, and I think we're all witnesses of this, tumeona kwa watu mbalimbali kwamba what identifies someone mostly usually ni vitu ambavyo amefanya yeye, something productive you have decided to do. Na pia tusisubiri mpaka kumaliza chuo ndo tuanze sasa kujitafuta, uanze usubirie mshahara wako. Watu wengine tunaboom mishahara inaenda kukatwa. Sio mpaka umalize ndo usubiri mshahara wako upokee ndo uanze sijui kujia. No, you're supposed to graduate na pochi iliyojaa. You're supposed to graduate ukiwa unajiweza. Yani uwe tayari, you have to envision yourself as someone kama unataka kuwa millionaire, you want to be someone who's very rich, start right now. Usisubiri graduate. Because you're going to wait and the right time will never come.
I So like that. I like you're supposed to graduate with pochi lililojaa. Jamani, huku maofisini watu bado hawajastaafu, na walioko maofisini hawataki kutoka, na nyinyi kutwa makontena yanaitwa makontena, right? Makontena na kontena jipya. Ajira ni chache kuliko idadi ya waajiriwa wanaotegemea kuajiriwa, so inabidi uwe na skills kama hizi ambazo zitakusaidia. Na nilikuuliza swali out of the off camera. Nilikuuliza, how do you apply now? Una apply vipi being a statistician, a mathematician, na unachokifanya kwenye uhalisia? Nikakuuliza kuna sehemu zimekutana. You're like, I don't think kama zimekutana, lakini mind you, now I'm doing fashion, I'm doing styling, but at the same time kuna a lot of customer behavior hapo, kuna communication skills nzuri zinatakiwa hapo. Now me being a professional PR and a professional communication expert inanisaidia kwenye biashara yangu, how to communicate with my clients, how to send a message out there, how kujitofautisha brand wise, promotion wise, marketing wise. So ukija kwa upande wako kwenye biashara unayofanya na being good at mathematician, ukasema no, sioni kama, lakini subconsciously ime relate. Yes, okay. Subconsciously ime relate. And I want you to know that also, kwa sababu you're very young. You're very young, but the unavyoongea hapa umeongelea kuhusu investors hawataki kuwekeza, lakini umeona kuna potential kubwa because you're inside. You can see the numbers. You have talked about graduate with a heavy pocket. You're talking about numbers. Yes. In a clock hapo? In a clock. Well, I think I'm just used to numbers everywhere, so I think those are numbers on actuality now. Now you are applying your knowledge now. You are talking about numbers. Statistics. Mimi singesema hivyo. Mimi ningepiga bla bla zangu nyingine. But you said you are supposed to graduate with a heavy pocket. Yes. You cement on the numbers. So girl, you are at the right track. I need you to know that. After all, I am applying actuarial science. Yes, you are. Jamani, that's Daria, and this is Behind the Style. Tutarudi. Unajua kwenye maisha kuna vitu tunajifunza as we go. Na ninaamini kabisa Daria, kuna jambo ambalo umejifunza kupitia hii biashara unayofanya ya kuku. As a student, as a beauty pageant wa Miss IFM 2025-2026, nataka ushare na sisi biashara ya kuku, ama being in the poultry business, ama being as an entrepreneur, imekufundisha nini kuhusu maisha? First, patience. Patience. Ufugaji generally, wakulima hata wa mimea, just agriculture in general, ni field ambayo inahitaji patience sana, because you don't start seeing the results the day or the time unaanza kuweka sasa sijui ni mbegu, or you start bringing your chicken. Hapana. It takes time kuanza ku-yield. Mfano kuku, it takes up to 6 months ndo uanze sasa kuona wametaga. So ni kazi ambayo inahitaji subira sana. It needs patience. Second, perseverance. Inabidi uwe na uvumilivu, because ingekuwa mtu mwingine, not to lie, sometimes kuna muda ilifika nikasema au niache tu, but inahitaji uvumilivu, because good things are coming. So good things are coming and they came. Lakini tatu, imenifundisha kuwa investment is something very important. Kuwekeza kitu kwenye jambo lolote, if you want something to work, if you want something to nourish kama ambavyo unapenda, inabidi uwekeze. It's going to cost you a lot kuwekeza. It's going to cost you a lot kuwekeza vitu mbalimbali. Effort, time, hela. It's going to, it will take a lot of your energy, kila kitu. Lakini the outcome is actually going to be 2 times, 10 times what you invested. So it's very important, kama unataka kitu kifanye kazi, it's very important uwekeze. Wekeza as much as you can. If it's time, wekeza as much time as you can. Wekeza as much money as you can. Kwa muda ambao unao. So
Yeah, na hapo kwenye kuongezea kwenye biashara na swala zima hata la uwekezaji, hata kama kwenye maisha pia. Kwenye maisha, yes. It could be kwenye engo ya biashara kama ulivyosema, biashara yoyote inahitaji uvumilivu, inahitaji hiyo perseverance, inahitaji uwekezaji, just like any other aspect kwenye maisha yetu. Kwenye mtoto, kwenye makuzi ya mtoto, unahitaji kuwekeza kwa mtoto wako. Uwekeze muda wako kwa mtoto wako. Kwenye malezi, mama yake Daria amewekeza kwenye elimu ya mtoto wake na wazazi wake kwa mjumla, akasema baba na mama wote anakaa nao. Wamewekeza muda wao, wamempa muda. Wao ni wafanyakazi, lakini at the same time bado wanashare muda wao kwa mtoto wao, kwenye ndoto zake. So they are still wekeza kwenye elimu yake, wanawekeza pesa, wanawekeza maarifa, wanawekeza ujuzi. So na kuto kukata tamaa kama ulivyosema. Yes. Kuna muda wakati unaongea sometimes kwenye kitu kizuri pia kuna shetani pia huwa anaweza kaingia kwenye chochote kile. Shetani huwa hapendi mafanikio. Akiona jambo, akiona ndoto, akikuangalia anaona kuna maono makubwa, anaingiza zile, sisi tunasema whispering. Yes, anaingiza hizo whispering. Yes, anaingiza hizo whispering. You know what? Hapo mnapoteza tu muda. Unapoteza muda. Hiyo mapesa yote uliowekeza hapo, kuku wenyewe wanakufa, ama yenyewe yanatoka visa. Yeah, nimehit the note, yeah. You hit the note. You know, maya yenyewe yanatoka visa, kuku wenyewe wanakufa. Si wache tu. Wewe msomi kwanza. Mambo kuku ya kazi gani? Kwani una shida gani? Au watu wakiwa wananisema unafuga kuku sawa nini Diana? Sawa nini? And you're like, ila kweli wa nini? Kweli. It's not like it's not something kwamba naweza ndo kafanya. Kwani si nimesoma? Si nitaenda kukua nani? Si ni mrembo. Like I don't need this. Those are devil whispers. Demonic whispers ziko na katika ulimwengu wa kiroho, katika ulimwengu wa majini na mashetani. Kuna ambao wako dedicated to kuwhisper something ya kukuvunjisha moyo, kukukatisha tamaa. Hata kama in the middle of the prayer, uko pale unasali, Waislamu uko pale umefunga swala, unaanza kujikuta muda wote hauwazi vitu vya ajabu ajabu, ila ukianza pale umefunga tu swala, unaanza kusikia kwani nitoke hapa sijui niagize ile pizza. Yani yuko pale dedicated to kukumislead, yani kukutoa kwenye mstari. So bwana, kama unakutana na maneno na watu, it could be your own thoughts, na yanaweza kuwa maneno kupitia watu, kwa sababu devil anatumia njia tofauti kukufikia. Anakupandikiza hisia za kukuvunjisha moyo, kukukatisha tamaa. Do not listen to them, do not give in to them, kwa sababu kama ingalikuwa ndivyo hivyo, leo hii tusingekuwa na magorofa, leo hii tusingekuwa na mabarabara, kwa sababu zilikuwa ni thoughts za mtu aliamini kwamba you know what, kwa nini tuendeshe haya mafarasi, tunatumia siku ngapi kutoka transportation from here to there, kwa nini tusiunde chombo fulani hivi ambacho mtu anaweza kakaa. Those were thoughts. Hapo ndo wanazaliwa wahandisi, hapo ndo wanazaliwa pioneers mbalimbali. So don't give in to these devil thoughts and whatever. That's why we have Daria here, anasimamia ndoto zake, and we thank you kwa sababu behind you kuna binti anakutazama, na kuna wanafunzi ambao wako sekondari kama wewe ulivyokuwa uko sekondari kule Imperial. Ulikuwa ni mwanafunzi wa aina gani? Leo huyu akimuona Daria wa sasa hivi anaweza kumwambia nini kama angekuwa na thoughts za kipindi kile ama thoughts za sasa? Unaweza ukaongea na wasichana ambao maybe they have the thoughts or they don't have them, ukawa guide, ukaongea na Daria yule wa enzi zile. Ama wanafunzi wanaokutazama, cause nimesikia pia you are unatakiwa kwenda kuongea Imperial, ukaongea kwenye career day. So ungeongea nini na yule Daria wa kipindi hicho? Okay, one thing I'll tell Daria wa kipindi hicho, Daria na kipindi hicho, ama hata binti, yes, teenagers, hii inajumuisha wote. Yes. Dariana wa kipindi hicho together with the teenagers right now, au wanafunzi ambao wako shule. Yeah. There's life beyond books. Kuna maisha zaidi ya elimu. There's life outside school, outside lectures, outside the chalks and the board and the whiteboards and the marker pens. There is life after that. And kwa dunia sasa hivi, leaning just on education kukutoa, we say unataka kutoboa na elimu tu. That's a big fat lie. We all know that. Huo ni uongo. Kwa sababu watu wengi waliotoboa wamejiajiri. They innovated something. They are productive. Ni wanahangaika. They are productive. They did something out of what they learned shuleni, darasani, kwenye lectures.
So what I'd tell Dariana wa kipindi hicho pamoja na wanafunzi mbalimbali right now is to get out of their comfort zone, because it's when I got out of my comfort zone ndo nilipo open up a world to these opportunities, these new things, these new ways of living. Pale ambapo nilitoka out of my comfort zone is when I got to explore different things. And that is what I'd like to advise or speak into you, into your future. Kufanya kwamba get out of your comfort zone. Hicho ulicholalia ndo kitakacho kutoa kimaisha, kitakacho kufanya utoboe. Yes. Were you a nerd or were you like mischievous one wakati uko secondary? I was a nerd. Yes, I was a nerd. I was a geek. You're a geek. I was a geek, so I used to have glasses and braces too, so you can imagine. Yeah, I used to be the Betty type of. Look at you now, girl. Namshukuru Mungu. Kwani familia ya watu wangapi? Tuko wanne. Wanne? And I'm the first one. Oh, and the only girl. Ooh, yes. Girl. Yes. Ile the firstborn saga, is it a saga or a syndrome? Is it true? It's the firstborn, is it true? Kwamba you're supposed to carry the heavy load. You're supposed to be the leading example. Hata kama you're not supposed, the gut comes naturally. And unahisi tu you're supposed to do something right. You're supposed to set a good example. So it's more of a gut feeling than a supposed to do feeling. Yani ni kitu ambacho inakuja naturally. Yes. Do you think that's what pushed you to be also to try to, like, you know, get out of your comfort zone? Do you think imetokana pia na, you know, the guts are telling me to do this, the guts are telling me to do that? Yeah, very much, pretty much, yes. Yeah? Yes. The firstborn gut. Yeah. Okay, that's the big sister gut. Yeah, the big sister gut. So now my baby brothers are looking at me and they're saying, wow, we're proud of our sister. Let's go back to IFM now. Okay. Being their face kwenye upande wa urembo, Miss IFM 2025, 2026, ungependa ukumbuke kwa lipi? Apart from Took the Crown. Unataka tukukumbuke kwa lipi zaidi? Au IFM ikukumbuke kwa kingine kipi zaidi? Ama unataka uwache alama gani pale IFM? Okay, kama crowned Miss IFM 2025, 2026, ningependa kukumbukwa kama mrembo ambaye amethubutu. Mrembo, a daring girl, a daring young lady. Ambaye nimethubutu kwanza kuchukua a course ambao watu walikuwa wanasema ni ngumu, math course. Nimethubutu kuingia kwenye ufugaji. Nimethubutu kuhangaika kufanya hizi digital marketing, being a brand influencer, na kuthubutu kuwa mpambanaji kufanya mbalimbali on the road to achieving success. So ningependa wanikumbuke kama a daring young lady. Yes. A daring Dariana. A daring Dariana. Yes. That should come with the package now. Hello, I'm Miss IFM 2025, 2026. My name is Daring Dariana. In a rhyme. Movie. Yeah. Daring Dariana. Yes, in a rhyme. Yes, in a rhyme. Okay, tutakukumbuka kwa hilo. Bado tuko kwenye Behind the Style na tutarudi tena na Dariana. Enough with the hard questions and convos. Let's tone it down a little bit. When you came, you were in your student attire. You were in your jeans na t-shirt pale, very easy peasy, flani hivi. And then uka transition to this woman that I'm seeing right now. I love the way umeweza kujicamouflage kulingana na mazingira. Ulikuja as Dariana the students, yes, and now ninaongea na Dariana, a beauty pageant, a business woman. Nimeipenda hiyo transition. Yes, nimeipenda hiyo transition. But this is what ulikutana na wardrobe ya Irada Style. You're like, this is me, and then with the help of a stylist here, we came up with this look, which is beautiful. Yes, but what is your natural sense when it comes to style?
unavojistyle yourself, unavoamua sasa naenda kuongea na brand ambassadors, sasa naingia shambani, sasa nafanyaje, how do you transition between these styles? Because nimekuona and then you like boom, ulikuja umebana nywele and then you switch. I was like, oh, who is this? Unajua so yani style yako unawezaje kuiswitch like that? Okay, first shout out to Irada Style for dressing me. This two piece is actually from them. Talk about my style. Okay, so my style obviously depends on where I am. Camouflage is very important. Ni kitu ambacho kila mtu anafanya. You can't wear a t-shirt kazini, just a random t-shirt uende nayo kazini, or at a corporate meeting uende umevaa Crocs. Now you can't do that. So my style depends on where I'll be going, where I'm at, what I'm going to do. Kama ni doing strenuous activities like kufanya mazoezi, kwenda gym, say or going to do heavy labor, I'll wear something casual, a t-shirt, a jersey, trousers, maybe sweatpants. The school attire zinajulikana. Utakuta wadodo tumevaa jeans, t-shirt. Or lakini for IFM, I like IFM kwamba they're trying to kutuzoesha kuvaa corporate. Oh wow. Yes, so that's nice. Basically hiyo ni it was strict mwanzoni, sasa sio naongeza, but yeah, kwamba you're supposed to wear a shirt, a good shirt for girls. Viatu, suruali yako ya kitambaa, whatsoever, and so I switch between those at school. So some days I'll be wearing a jeans and t-shirt, and the next day I'll come like this businesswoman. Mysterious Miss IFM. Maybe nikipita so was she Miss IFM? Mtu kisema yes, aseme kweli she deserves that. She deserves the crown. Are you a working out girl? Am I a diet girl? Yeah, working out or diet? Keep it up. I'd say both. Yeah. Diet. Let me be honest. Diet hapana. But working out, yes. To me, napendaga kujog asubuhi, kujog, kutembea in the morning. Most Saturdays, yes. Ambazo niko free. So that to me is more of a therapy than a workout. Napenda. Na hisi, it's something I got it from my mom. My mom, so unajua marathon, ukikimbia marathon, easy CRDB marathon, BC marathon, they usually award you a medal. Sasa mamangu alikuwa na hook ambao ameninginiza medal zake za hiyo hook hadi imeanguka kwa uzito wa medal. She has And how many medals do you have, my girl child? So far I have 5. I just have 5. Siwezi kumfikia. I mean, nitamfikia, of course. That's with time. Yes, with time nitamfikia. Nakimzana naye. Hiyo ndio naitwa I got it from my mama. That's nice. Nimenotice your skin inaonesha it's very healthy. Kwenye ulimwengu wa mambo ya urembo. Najua kwenye fashion industry, kwenye fashion shows, kwenye photoshoots, kufanya ma interviews and all that, lazima unakuwa exposed to makeup all the time. Unawezaje kumaintain kuwa na ngozi as healthy as that? Japokuwa naona kuna some breakout hapa na pale, lakini what's your skin routine yani? Skin routine. Okay. Yes, kwa sababu nakuuliza hivyo why? Mabinti wengi from puberty kuingia kwenye usichana wanakuwa na changamoto hiyo with hormones changes hapo. Kujiamini kwao huwa kunapungua kwa sababu ya maybe they get bullied huku mashuleni kwa sababu ya acne wanazopata usoni mwao, so inawapunguzia like confidence. So wakikutazama wewe they will resonate, wanaona she's a beauty pageant, lakini anakiji breakout hapa na pale. Yani, you look natural in a way. You're beautiful. You're naturally beautiful. You are not wearing any makeup kwa hapa navyokuangalia. So, na skin yako iko healthy. As I can tell, there is a glow na iona. Na there is a breakout kidogo hapa. Lakini being exposed to makeup, what's your skin routine? Ili anayekutazama aseme, kumbe Dariana anafanya hivi na anaweza maintain skin yake kwa style hii na hii. So I can also do that. Okay, first I was a victim of you being bullied kwa sababu ya skin breakout. So hapa sasa hivi ngozi yangu ina unafuu sana. My skin was very very not cooperative. Ilikuwa ni mbaya from O level
mpaka A level pale. Yeah. Form 6 ndo imeanza ku stabilize. Yeah, I feel like wengi wanakuwa exposed during Yes, puberty during pale. puberty, exactly. Because hormones huwezi control. Yes, it's normal. It's Yeah. normal. So if you're a teenager and you're facing that, baby girl, that's normal. Yani ni kawaida. Ipe muda. Your skin is going to look very perfect ukishakuwa. So let growth do its thing. Uku growing up, again, shout out to my mom. Yeah. Mamangu ni mrembo. Yes. Swear I got the beauty pageant thing, the beauty hivi. So during the time I was having those breakouts, nilikuwa so Anwarite, nilikuwa nasoma Anwarite for Moshi, and my parents are in Dar. Yeah, okay. So our means of communication were through letters. Okay. Kwa kipindi naandika barua, nahisi amezichoka. Kila saa alikuwaga ananiambia, Dariana, lakini barua zako kila saa unalalamika kuhusu chunusi, nifanyeje? So I used to write about my pimples. I'm like, so mommy, today I woke up, kuna mdada akaniambia nina chunusi, nina manundu, and I felt bad. Then I'll send it. Then even so my mom will feel bad. Yeah. My mom is a very nice mom. She's anasema mama kizungu. Well, she's not practically a mama kizungu. She's like African mom. Lakini kwenye sectors za a child being bullied, she'll stand for you. She'll be there. As we should as parents. Yes. So she came, alikuja Moshi, aliniletea products za skincare. Yeah. So my first skincare products ilikuwa from my mom. Nikaletewa moisturizer, cream, face cream, sunscreen, all that. So till now, I have a skincare routine of which naanza na cleanser. So I use my cleanser. Then following toner. Napaka toner. Yeah. Then following serum, face serum. Ambayo natumia a hyaluronic face serum kwa ajili ya the pimples. Yeah. Then I use the face cream for the ili ngozi iwe moisturized, isiwe dry. Then lastly and most important ni the sunscreen. Sunscreen is very important. I'm currently treating a hyperpigmentation kwa sababu nilikuwa sipaki sunscreen. Kwa sunscreen especially kwa mtu mweupe inaweza ikakuharibia ngozi. Because nyinyi muna less melanin. Yes. So your exposure to sunbirth to sunlight, it's more severe kuliko when you're dark skin kwa sababu ya melanin. Yes. So yeah, that's my nimependa the way mama yako ambavyo alikuwa yuko very supportive kune niite safari yako ya ukuaji. Na hii iwaendee wazazi ambao tuna mabinti, tuna vijana, to them this is new to them. Sisi kama wazazi tunaelewa. Hapa mimi nimekuuliza, I understood is the puberties comes with hormones. Yani hormonal is ballet inamkuta mvulana kwa style yake na msichana kwa style yake. Lakini wengi wanakuwa exposed to pimples and acne. Kama mzazi unaambia, bwana itaisha. Sawa. Wewe kama mzazi unaelewa kwa sababu ulipita na ukaona mimi mbona ilikuwa hivyo tu fresh, but they don't understand. To them this is a new journey to them. So you need to be supportive. Na tumemuona hapa Dariana ametoa mfano mzuri sana kwamba mama yake alikuwa very supportive, alimuelewa. So acknowledge, kukubali kwamba hii ni changamoto mtoto wangu anapitia. Kumvalidate, that's a good word. I was searching for the good term ya kutumia hapa. Validate hisia za watoto wetu. Kumwambia kwamba what you're experiencing, what you're feeling is real. Because it might not be real to you, but it's so real to them. And it's new na inapunguza kujiamini kwao. And especially mashuleni sasa hivi, kuna a lot of bullying going on. So unavosimama pamoja na mtoto wako, kuelezea, kuvalidate hisia zake kwamba you know what, nimenotice pia na wewe unapata breakout, but tell you what my child, unamuelezea, unamueducate, unamuelimisha aelewe why it's happening to him or her, na kwamba ni kipindi cha mpito tu, atakuja kuvuka kile kipindi. But in the meantime, my daughter or my son, you can use this. Hata kama wewe deep down unajua mimi hata itomsaidia because it has something to do with inside the body, but itamtolea that it has an impact. Ina impact. Sababu wakati unapaka you're like, okay, this is you gonna believe, work. yes, you believe kwamba you know what, this is gonna work, this is gonna work. Hata kama isipo work at that time, lakini umempunguzia that pressure. Like at least you're doing something to at least you're doing something, na sio tu kumwacha hapo
awe I go through with without any help. So I really wanted to cement on that kwa upande wa sisi wazazi. There's a lot of bullying going on. Sisi hatuzisikii, but kwenye makorido yao wanaongea. They're like, yule wanaweza hata wakakutungia jina. Dari ana machunusi, dari ana machunusi, dari ana machunusi. Kwa naitwa Fenesi. Yes. I was once a teenager, so I know these things. Na dunia imebadilika. Malezi ya kipindi kile, watoto wa kipindi kile tofauti na sasa. Na naweza nikatoa mfano wa actually last night nilikuwa naongea na my son. Yes. Akawa ananiambia nampa hela. Anaenda nayo shuleni. Japokuwa anaenda na chakula shuleni, lakini niligundua wanauza like kwenye canteens yani. Nampa kitu ili asiwe mnyonge wenzake ambao hawaendi na vyakula, wananunua chipsi, vinini. So naye nampaga kihela chake. So akanambia, mama, kuna mwanafunzi darasani kwao, akasema there was a bully, alikuwa na mbuli, lakini nilikuwa na marafiki zangu wengine, yeye yule mwanafunzi alikuwa kakaa peke yake. So nikawaambia wenzangu, tukimaliza kula twende tukakae naye, kwa sababu niliona akamtaja jina another friend walikuwa wote darasa moja, alikuwa na mbuli yule mwingine. Nikamwambia why alikuwa na mbuli? Akaambia kwa sababu, akasita, akasema kwa sababu yuko tofauti. Nikamwambia yuko tofauti vipi? So nilikuwa nataka nijue ana spectrum, maybe yuko ana autism au yuko ana belong kwenye any spectrum hapo, kwamba yuko tofauti how? Huwezi kuamini, akanambia I don't want to say the word. Nikamwambia what do you mean? Akanitolea mfano. I have 2 boys. Mmoja very slender and skinny, mwingine kichabichabi. So akanitolea mfano, akanambia yuko kama, but amerudia mara kama 3, na ananiambia I don't want to say the word. He doesn't want to say it. Yeah, I don't want to say the, kwa sababu anajua ni neno baya, na hataki kulirudia, na hataki kumtolea mfano yule mwenzie, kwa sababu he's chabi, kwamba akanambia tu yuko kama Vani, my other boy. Okay. I was like, oh, so he's also chubby. He was like, yeah. So lakini hakulitamka lile neno. Alisema yuko kama lakini bado alisema sitaki. Akasema nikaenda nikamwambia wenzangu twende tukakae naye, kwa sababu niliona yule anambuli alafu kakaa peke yake. So nikaanza kumencourage. Yeah, because we really talk about this bullying thing with my son. Yeah, kudos to my son. Lakini kudos to me. Oh yes. Yeah, nimekuwa nasimamia hili swala la bullying tokea yuko nursery, namwambia bullying, na hata wao wanafundishwa shuleni. Ukiwa bullied umwambie mwalimu. So na mimi namuuliza, umwambie mwalimu ulifanyaje nini, so ana understand kwamba bullying is real, na ikitokea afanyeje. So he usually stand up for his friend. Okay. Na mimi namwambia akikuzingua mtoto wewe mzingue. Okay, nikamwambia a bully, the only way to beat a bully is to stand for yourself. Stand for yourself. Yeah, kwa sababu next time hawezi kukunani. So hicho uchoongelea kwamba they used to call you, nimesema wanaweza kukutungia jina na wewe umeacknowledge kwamba walikuwa nakuita Fenesi. So I really just wanted to say as kwa wazazi wenzangu, kwamba to validate hisia za watoto wetu wanapopitia makuzi mbalimbali, tuongee nao, tuwaelimishe, kwa sababu kuna vitu vingine hawaelewi, na once wakielewa huwa hakitoki kwenye vichwa vyao. Do you have anything that you want to add kabla tujamaliza? Well, I'd like to cement, ni kitu ambacho nimesema, but I'd like to cement kwa vijana wenzangu, mostly girls. Yes, I'll take the spectrum to girls specifically. Warembo, invest kwenye urembo wenu. There is no point kuwa mrembo watu kukwambia wewe ni mrembo and you just replying thank you. Wewe ni mrembo, asante, au najua. I mean, okay, you're pretty, you're beautiful, very nice, mashallah, but what impact does your beauty put to the world? Yani unafanyia nini? Unatakiwa ufanyie urembo wako, because this is something my mom used to tell me. And I think ndo hiyo pia another motive ambayo ni push kwenda kwenye pageantry industry, ni tumia urembo wako kuleta impact. Yes. Use your beauty wisely. Use your beauty wisely, and don't let, yani usiruhusu watu watumie uzuri wako. Use it, control it, own it, earn it, ifanye ikutumikie wewe, usitumikie urembo wako. I love that. Beauty with brain. Beauty with brain. Yeah. And kingine, I'd like to thank Madam Irada so much for having me here. I feel like the Behind the Style podcast is a very nice platform
kwa wanawake or young ladies kuweza kujibrand or to tell their story, to explain what is going on, how they have reached to where they are, steps to their success, to their achievements, because I believe kila story ya mtu ina relate na watu at least 10. Yeah, at least 10. It's true. So this is a very nice platform for watu ambao wanaangalia, lakini pia for sisi hapa ambao tunakuja kuongea. So big up to you. I respect you for that. Thank you so much. Yes. You're welcome. Thank you, our daring Dariana. That should be your name, right? That is nice. Yeah. That is nice. Daring Dariana. Thank you so much. Nenda, endelea kupambania ndoto zako, endelea kupaza sauti juu ya unayoyaamini, endelea kuzalisha, ukawe mjasiriamali mkubwa sana, ukawe na mafanikio makubwa, na ili uweze kunyanyua wengine, na endelea kuwa the beauty with brain ambayo kila mzazi anapenda kujivunia. And I think I forgot something. Yeah. Guys, kwenye kila kitu mnachofanya, mtukuzeni Mungu, glorify God in your adversities, in your prosperities. Ukiwa unataka kufanya chochote, no matter how small it might seem, unaweza kusema this is a silly request to be asking God. No, you don't. There's nothing too silly or nothing too serious or nothing too stupid for God. Talk to God, make God your friend. Yeah. And umri huu at your 20s is actually the right time to create a very strong bond with God. Mungu ana malengo makubwa sana na sisi. Yeah. So keeping him farther away from us at this time is really not a good idea. So tujaribu kumweka Mungu karibu ili aendelee kutuonyesha, kutufungulia milango, kutuonyesha njia za kupita towards achieving our goals, our dreams. Yeah. Thank you. Thank you so much, neno la Mungu. Thank you. Okay, that was Dariana Theodore, Miss IFM 2025-2026, mjasiriamali, mfugaji wa kuku wa mayai na a beauty with brain of course. Lakini pia tuachie comment yako hapo chini, ni aina gani ama ni experience gani ulikutana nayo ukiwa shuleni, ama kupitia mtoto wako, kupitia mtu wa karibu yako ali experience alikuwa ni bullying victim, na ukafanya nini kumsaidia, ama utashauri nini ama unashauri nini kwenye system za mashule ya sasa hivi, namna gani au kitu gani kifanyike ili kuweza kutokomeza hii bullying system ambayo inafanyika na hawa wanafunzi. Na it's very serious kwa sababu kuna wanafunzi wengine they are suicidal, wanatoka hapo wanaenda kujidhuru just because kuna mwenzake amembuli kule shuleni. So ni topic ambayo inaendelea na ni kitu ambacho kinafanyika, lakini wazazi mpaka kije kutufikia inakuwa ni too late. Either unakutana na a suicidal note, ama unakutana na mtoto yuko hospitali amejidhuru or whatever. So kabla hajafikia huko, maybe tunataka tukajadili kitu kama hichi, and then wewe kama mzazi ukapinpoint viashiria tofauti kupitia kwa mtoto wako na ukawahi kuliaddress hili tatizo. Kwenye comment hapo chini tutumie, and then everybody can read and share. That was Behind the Style. Until next time, Iradapa. That was it kwenye podcast yetu ya Behind the Style. Na waomba kama wazazi, waonesheni mabinti zenu, vijana wenu hii podcast, kwa sababu wana vingi utajifunza navyo. Until next time, Irada.